Ndio nakasirika saa nyingine nikiona hii porojo na upumbavu naona kwa magazeti eti mimi nitaenda kufanya kazi juu na nani. Nifanye kazi na hawa watu mimi nawajua kuliko watu wengine mimi mnajua. You don't know these people. I know these people very well. How can I work with them? Mtu mwingine ameandika jana eti niende kufanya kazi juu na nani. Huyo mata sitaki kutaja jina yake. Kufanya kazi mimi siwezi kufanya kazi na hawa watu. I know them very well and I know the stuff they are made of. Ni watu ambao you can't work with them. Their attitude towards public service and public resources is one you can't tolerate. Ndio mnaona nchi yetu hii, Mheshimiwa Munya ameuliza ni kitu gani kinafanyika? What is working in this country? There's only one thing that is working. Looting the country. Hiyo ndio kazi tu inafanyika. Wizi. Hakuna kazi nyingine inafanyika. Kila siku ukiamuka ni wizi. Hiyo ndio wame perfect, yani kama ni PhD hiyo wanataka kuongezwa wengine ya pili ya looting na wizi, kupora nchi, destroying a country within 3 years. Look at where we are. Alafu sasa mtu aanze kuwa na ndoto eti unaweza kufanya kazi na watu sambuli kama hao. Hata afadhali uende ukae chini ya mtu nyumbani pale na mama na baba zako na watu wako badala ya kuambiwa ufanye kazi na watu kama hao. Shida ya kupanga nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi imekuwa mzigo kwa hao wenzetu. Na kazi yao kubwa vile nimesema, rekodi yao kubwa ambao wameshikilia ni ya wizi. Sasa ndio kitu yao ya muhimu ya kufanya ni porojo na uongo. Kienda kwa social media sasa hao ni kulipa bloggers, kwanza uvumi, sema hivi, Kalonzo ameenda wapi, Matiang'i ameenda wapi, Munya alienda wapi. Hiyo ndio kazi ya kulipa bloggers, serikali ya cyberspace ya bloggers, government by blogging, all government by bribery. Kishindikana wananchi wakiuliza maswali sana, waweke laini wape shilingi 200 kila mtu. Wanasema hiyo ni empowerment. Mambo ya aibu, unaangalia unashangaa, for a country that has got the capacity that we have, how you can run such an incompetent establishment when you are just surrounded by plenty of resources to enable you manage the country differently. Wananchi tunawaomba, tafadhali, haya mambo tunayazungumzia, muyafikirie sana kwa makini tukienda mbele. Ndio naomba namba 4, vijana ambao mko hapa tafadhali, ndugu na dada, chukueni kura. Tunaweza kuongea haya maneno namna hii, tupige dance, tuombe, sawa ni kuomba, sawa ni kupiga hiyo dance. Lakini sasa kama hatuna kura na hatuendi kupiga kura katika kituo cha kupiga kura 2027, hatujabadilisha maisha yetu. Na njia tu ya kubadilisha haya maneno ni kuwa na kura. Chukua kura, tupige kura, tuwe tayari kufanya sehemu yetu kama wananchi as faithful citizens to move our country to the next level.